Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Bwana kwa siku ya leo ambao Bwana ametupa tuwe hapa katika Sky TV, Sky Cable TV, na kwa majina yangu ni Cyrus Mugo, mhubiri wa Hope Fellowship Center Dandora, na ningetaka tuzungumzie neno la Bwana ambalo leo tutasoma kitabu cha Zaburi 146, Psalms 146. Ile tutasoma kuanzia tu hapo mwanzo. Ni Zaburi sio refu, ni fupi. Na imani kwa Bwana atatubariki. Kama vile nimesema, nimetoka Dandora, ni mchungaji hapo. Na leo tunataka kuzungumzia kwamba kwa nini ni hekima kumtumainia Mungu kuliko kumtumainia mwanadamu. Why is it important or wise to trust in God and not a man? That is what we'll be talking about. Na kwanza tusome text na Bwana atatubariki. Tunaanza verse 1. Praise the Lord. Praise the Lord, O my soul. Oh, praise the Lord all my life. I will sing praise to God as long as I live. Do not put your trust in princes, in mortal man, who cannot save. When their spirit departs, they return to the ground. On that very day, their plans come to nothing. Blessed is the man whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God, the maker of heaven and earth, the sea and everything in them. The Lord who remains faithful forever. He upholds the cause of oppressed and gives food to the hungry. The Lord sets prisoners free. The Lord gives sight to the bride. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord watches over Aryan and sustains the fatherless and widows, but he frustrates the ways of the wicked. The Lord reigns forever. You are God, O Zion, for all generations. Praise the Lord. Okay. Hii ni Zaburi. Maybe mwandishi wake ni David. Na tunaanza kwanza kumsifu Bwana. Sema atamsifu Bwana na moyo wake wote, siku za maisha yake yote. Na mimi naungana naye pia, nitamsifu Bwana kwa siku zote zangu nitakapoishi katika ulimwengu huu, kwa sababu yeye ni mwema na ni Mungu wa amani. Na leo tunazungumzia hiyo, nimemwambia why is it wise to trust in God and not in man. The main idea ni kwamba God is trustworthy of our trust, but man is not. Kwa hivyo tunazungumzia juu ya Mungu na man. Na ningetaka kusema kwa a man has been endowed, amerembeshwa na Mungu na mambo mengi na mazuri na ya ajabu. Na watu ambao wamerembeshwa na mambo mengi na mazuri wameinuka, status zao imekuwa status nzuri, maisha yao ni maisha mazuri. Wengine wamekuwa watu wanapendeka kwa sababu ya kile Bwana amebariki nacho, na wamekuwa ni watu wa ajabu tunapowaona. Ukiangalia kazi mwanadamu amefanya katika ulimwengu, definitely can tell you man is going far, sababu inaonyesha kwamba ana maendeleo katika maisha yake. Na hiyo maendeleo imefanya kuwa mtu huyu avutie watu, ama akuwe katika center of attraction to many people, na anamudu watu kulingana yeye, na watu wanapenda watu wenye wana maendeleo na ambao wana maisha ambao inaonekana kama ni maisha ya maana. Na ukiangalia in general ni kwamba watu wanapata kuwa driven na watu wengine, wakiangalia the success ile Bwana amewapatia na mambo ambapo Mungu amewapatia, either it is in leadership, either it's in wealth management. Mambo hayo yote inaonekana mwanadamu ameendelea sana technology wise. Kuna mambo ambao mtu anakuwa envied. Ukiangalia ukija kwa sekta nyingine unapata kwamba watu wamebarikiwa na vipawa vya uimbaji. Waibaji ni wazuri, wanapendeza na wanachukua mioyo ya watu wengi.
na watu wanakuwa kwamba sasa wamewapenda kabisa, na wengine wamejipeana kwao, na wamekuwa kama ndio shapers, wanashape maisha yao kulingana na vile walivyo, na chenye wanafanya hivyo ni Mungu amewapatia, na ni kipawa wamepata kwa Mungu, lakini wamekuwa ndio shapers of the world. Ninapoangalia katika, ukiangalia ulimwengu kama ni ulimwengu wa soka, kuna wachezaji wa soka wazuri, unapata wamekuwa kama ni center of attraction kwa vijana wengi sana na kwa watu wengi sana, na in most cases kwa sababu ya the light, vile wamewapenda, unaona wanafanya exactly vile hawa watu wanafanya, na wanaishi kama vile tu watu hao wanaishi. Wametamani kujua maisha ya mtu huyu anaishi namna gani, na unapata kuona kwamba wanamuiga katika kila jambo kwa sababu ya vile wanaona ameng'ara, amekuwa mtu wa ajabu, amekuwa mtu mwenye sasa anapendeza, na amekuwa ni center of attraction. If it's also in areas of pastoral, kuna wachungaji blessed na wamebarikiwa na baraka nyingi, na unapata kwamba wamekuwa pia ni point ya uvutio kwa umati wa watu sana, kwa kile sababu ya kile Bwana amewapatia. Kwa hivyo kuna hiyo level ya kwamba watu wanafika mahali they shine in the world, na kwa sababu they shine in the world, they become like world shapers, and they shape the world in a certain direction. They swing the world the direction wanataka kwenda. The greatest thing about this ambao ninazungumzia leo ni kwamba man is prone to changes. Mwanadamu anabadilika kwa wema ama kwa ubaya, na katika hiyo unapata kuona kwamba wakati tunamfuata mtu fulani na amekuwa like is a man, ndio anakuwa ni kama ndio role model, ndio amekuwa kila kitu kwetu, ama ndio mzazi mwenye ana provide everything we have, either he has a husband providing everything we have, either ni wife ana provide kila kitu anataka, the fact remains in a man. Na kwa hivyo unapata kuona kwamba the world is swayed, ama maisha ya mtu inakuwa attached kwa mtu fulani sana, kwamba yeye ni kama sasa amekuwa ni everything kwake, na unapata kuona kwamba huyu mtu hata haoni msaada wa Mungu. Kenye nataka kiko na mtu fulani, chenye kinafanyika kiko na huyu. Kama ni watu ambao ni wealthy, family that is wealthy, is like they hook everything on their father or their mother who has it, or their brother or whatever. Those things are common, na tunaziona, tunazitazama, tukiziona katika maisha ya watu, na ni watu wamebarikiwa, and we thank God for the blessings he has blessed his people. We cannot say there's anything wrong with that. That is okay. God has blessed a family with like that. Lakini chenye my concern and my issue kwamba when we're talking about trust, tunaongea juu ya belief in somebody. Let us say, because we are talking about God and man, this time allow me just to use, not to go to the extreme, wacha nizungumze tu just a man. To believe in a man, ama to believe in God. It means to rely on that kind of a person. It is another thing to rely on that person and to depend on that kind of a person. Kwamba umeweka all your things to there, meaning that they everything to you. There's no other source you are looking for. Na imekuwa sasa, if you depend on somebody, likelihood ya kudepend on Mungu haiko, because if you want what you want, somebody can provide. It's like now God is now become secondary, and it's not like now the priority number one. Na sasa kwa hivyo, this is what we are talking about here now. When the man of God says, I will praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. It's like he's talking to his soul. We are talking now to our souls. Why we should really trust in God and not trust in man. There are enough reasons why we should trust in God and don't trust in a man. As the Bible says here, it says, do not put your trust in princes. If it is David who penned this down, he was a king. A king, somebody who would be depended upon by people, who would be relied upon by people, and somebody who people would believe in him. Na sasa yeye ndiye anaandika hapa, don't put your trust in princes. Meaning, what? Okay. In princes, in mortal men also. Don't put your trust in princes, in mortal men. Man is mortal. Mtu ni mtu wa nyama na mwili, hii tuliyoko nayo. Na kwa hivyo, why are you talking so? Man cannot save. There are things that man can do. There are things he cannot do. And God is what man cannot do. That is what God is. And I'd like us to mention on that kwamba
This is one of the reasons tunafaa kumtrust Mungu kuliko mwanadamu, because man is limited. Limitations za mwanadamu ziko. He can do to an extent, but he cannot do to an extent. Now, when you trust in man, it means you are set for frustrations. You are set for despair maishani, kwa sababu when that man cannot do what you want him to do for you, utasikia vibaya, kwa sababu it's like you trust in him. Unaweza kuona mtoto amekasirikia baba yake, unaweza kuona mke amekasirikia mume amekasirikia mke, kwa sababu of the expectations zenye wako nazo, they are not met. Somebody who is your close associate, mnapendana, na kuna kitu ambao unaona ako na uwezo wa kukufanyia na unaona hawezi kufanyi, unakasirika. And I want to say most of those things have become part of our use katika maisha. Ugonjwa wa mioyo imetoka katika mambo hayo, na hasira zimeleta kutoka mambo hayo, kwa sababu you cannot get what you want. Na kwa hivyo it is important ninapowaambia it is good to trust in God than to trust in man, because man is limited, as I've said, meaning there are things you want him to do for you na hawezi. Maybe pia anapata the same frustrations, angetaka kufanyia kitu lakini hawezi, because he is limited. Now, being limited, he cannot do everything. Man doesn't have everything. He doesn't know everything. He's that limited. Hawezi kufeel your feelings. Anaweza kuona kama uko na feelings zito, lakini there are things he cannot see. Na tena, he can't be everywhere. And you cannot be that you are working with man everywhere you are working. Man is that kind of limited. He's not everywhere. He doesn't know everything. He's not all powerful. Another thing. Kwa hivyo, when you trust in man, then you are misplacing your trust. Na kwa hivyo, I want to talk to us. Niseme kwamba man cannot save. There are things man can do. Man can never pay ransom for your sins, because himself is subject to what you are subject. Mwanadamu wote, Biblia inasema kwamba wanadamu wametenda dhambi, wamepungukiwa na utukufu wa Bwana. They cannot save. They need a savior, and you also need a savior. Meaning, they cannot save. Now, tumeinia watu, tumewaweka kama ni kila kitu kwetu, na tumeanguka kwa sababu ya kutumainia watu. Fall short of many things because of the same. Kwa hivyo, I'd like to advise every one of us, tubadilishe mawazo yetu. Kwenye tuliamua tumtumaini mwanadamu, na kwenye tumekuwa held captive na maisha ya watu, na mienendo ya watu, na tabia za watu, I can see how the world is being shaped by the celebs. You can see and you are witness, because people have loved people, they've trusted them, and now they are moved and swayed to certain directions. Now it doesn't matter if you love somebody, mara nyingi hata akikuingisha kwa shida ujuangi. Unapata kwa sababu of the prone to change. It may be the first instance alikuwa mtu mzuri, akichange you never knew he changed, na utapata kwamba umepata flow, kwamba umejipata kwa mambo maovu na mazito. People who we have trusted for a long time, they have disappointed us. People we thought they are on our side, wametugeuka, tumepata kuona shida, na tumekuwa na kilio kingi sana kwa sababu ya kumtrust mwanadamu kwa mambo ambayo tulimwekea badala ya kumtumainia Mungu. It reaches that level. Mtu anaweza kusema, me I don't trust in a man, but in other words utapata kwamba this man you hooked yourself into, na amekufrustrate sana. What does the Bible says? Inasema kwamba when their spirit departs, they return to the ground. On that very day, their plans comes to nothing. Mwanadamu, nikitaka kusema, man is perishable. Man is perishable. Kusema mwanadamu, maisha yake ni mafupi sana. And the Bible says, if they exceed 70 years, they are sitting on bonus. Na kwa sababu kwa hivyo, kama unatumainia mwanadamu ni perishable. You are with a man today, tomorrow is not there. You can understand these times that you are living in now, when we have our pandemic, corona imekuja na inasue watu. You can understand kwamba how many people we have that are very much frustrated by now, because they trusted in man, and the man they trusted in has been taken by corona, because man is perishable. Man's life is a breath, na kwa hivyo nikusema hiyo pumzi ikitoka mtu hayuko, na ndio tulimweka kama tumaini letu badala ya kumtumainia Mungu. Unapata unaona kwamba kuna heartbreakings nyingi sana,
na watu they are in problems. Those heartbreakings, they are not just only heartbreakings. Zingine zimeleta shida ambao ni ya magonjwa. Nimesikia habari mtu ameaga, mwingine amepata habari mtu ameaga, nayo nasikia pia ameaga kwa sababu tumaini lake lilikuwa kwa huyo mtu. Umeona, kwa unapata kwamba ameona msaada wake ni kama umeisha, maisha ni kama imeisha, and for that matter unapata huyo mtu amekuwa affected so much. Na kama si hivyo utapata kwamba hata afya yake imekuwa affected kwa sababu maybe chenye huyo alikuwa na provide ameona kama wamepotea nayo. Na kwa hivyo nikusema his trust was not in God but was in a man, and that is why he is devastated, affected. Then we would say too also man is powerless to save. Kama hiyo nilikuwa nimesema mwanadamu hawezi kuokoa mwingine. Maybe anaweza kukuokoa kwa ajali lakini cannot save your soul. It's only God who has got power to save a soul, and he gave his only begotten son Jesus Christ, that whosoever believes in him asipotee bali awe na uzima wa milele. Na kwa hivyo it's only God who is able to save, man cannot save. Okay, man's plan ends at death. Unaweza kuwa na mtu amekupangia mambo mazuri, unaona kuna future. As long as you have this person, kuna future. As long as you have this man, your things are well taken care of. Na kwa hivyo you are comfortable in this life because with that kind of a man everything is good and things are working well for you. Lakini this is the problem. When that man sleeps, all the plans alikuwa amepanga, all the expectations zenye ulikuwa nazo, they all get dashed. Kwa sababu that man dies with everything. Mtu anapolala analala kila kitu, akili zake mzuri, mawazo yake mzuri, ushauri wake mzuri, ubaya wake pia wote unaishianga hapo. Na nikusema man is that kwamba everything, man's plans, it ends at death. Na kwa sababu tumeona ni perishable, then you can understand. All men are frail, I'll be at some time disappoint and fail. That is the truth kwamba wanadamu wako hivyo, wanaweza kukuangusha any time, they can disappoint you at any time. Na kwa hivyo I want to call upon you not to put your trust, just as the man of God says, do not put your trust in a man. Do not put your trust in princes, in mortal men who cannot save. Put your trust in God who is able to save you and save you to the uttermost. Now, sasa we come to the other side. As the man of God says here, I will praise the Lord. Yes, now I say, with all my soul, I will praise the Lord. Because he is good. He heals all my diseases. He is the Lord of my salvation. Now I will sing praise to my God as long as I live. Maishani yangu yote nitamtumainia Bwana, nitamwimbia Bwana, nitamsifu kwa sababu yeye ndiye tumaini kwa moyo wangu. Na mpendwa, ningekuita pia tuwe hapa tumfanye Bwana kuwa tumaini ya kwamba maisha yetu tumeyaka kwake. As much as there are people who can help you, as much as there are people who can hold your hand and lead you to somewhere, it is always good to trust in God because it is in he who holds the future. Now, but the Bible says, blessed is he whose help is God of Jacob, whose hope is in the Lord, his God. That is where we say, blessed is that man. When I say that, blessed, kusema you have life. People live wrong, they live many years, but those people who live wrong and live good years, but with the problems here and there, with the hopes and expectations that are not good expectations, and for that matter, wanaisha kuwa na maisha very disappointed kwa sababu they hoped on the wrong people, they trusted in the wrong people, and they were misled. Na ukiangalia ulimwengu mkubwa hapa, mimi nimeendelea kuona people who kwetu ambao tungeita ni watu ambao tungesema wamesoma, wameendelea kiasi. Unaona vijana wanataka kuwaiga. Vijana wakikua, they want to be like so and so. Wangetaka kuwa so and so. Na kwa hivyo those people is like they misread many very young people in their tabia, kwa sababu if they have money, you can understand people who have got money, people who have got they have what it seems to be the blessed life. Watu wengi wanatamani maisha yao, wanataka kuishi kama vile wanaishi, meaning
they become a point of influence to very many. Na kwa hivyo unapata kwa tulipoteza kizazi kwa sababu hao watu walianza kuwa tabia mbaya, ulevi nini, kuvutaji wa sigara. Ukaona vijana wakikua wanataka kuvuta sigara kama fulani, wanataka kuiga kama mtu fulani, because alielewa na huyo mtu na alimuona kama hiyo ndio the best way to going up and to living a better life. And for that matter, ni kuona kwamba wamekuwa swayed on to the wrong direction by people who need to be the examples, but wakawaongoza vibaya. What would have happened if there was a man to direct them to trust not in those people but to trust in God? Labda tungesakia maisha yao, kwa sababu ilikuwa hivyo. I would see those films zenye tulikuwa tuna watch kitambo, watoto kaeni chini. You can remember those days, if those who can remember. Na tulikuwa tunaletewa cowboys from America, those crooked guys walking, holding, carrying big guns with their shoulders on bed on one side. Na unaona kwamba vijana wengi na wakivaa makofia ambayo nikizua ni Godfather. Unaangalia mtaa mzima umekuwa swayed onto that direction, kwamba when you go like your shoulder is leaning on one side, imeegemea tu hivi, ukiswing, it's like you are seen to be very important person. Unaona kwamba watu wengi wakabeba wakati huo, wakati wa karate, kung fu and whatever. Watu wengi wakaanza vita. They were never people of war, maybe they were just good people, but that was how to be a champion. And unaona kwamba because people trusted in those celebs on those times and those films, the messages, meditators, those funny messages, ikaswe watu wengi. Those things ndio zimeharibu taifa. Hizo vitu ndio zimeharibu boma. Hizo vitu ndio zimeharibu maisha ya watu wengi. Unapata kwamba tumefollow those things, ni kama hizo ndio maisha, trust in people, they have let us down, na tumecrumble down, tumetoka bila with nothing. Regrets ndio zimekuwa kitu ya maisha, na kwa hivyo now I would want us to turn from that and we focus on God, who is the help of Jacob, ambaye ndio msaada, ambaye ni msaada wetu, whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God. When we trust in God, the maker of heaven and earth, we are sure maisha yetu haitakuwa disappointed. This is a God who loved us that much, that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish, but have eternal life. When you put in trust, it means you start walking in his way. When you accept Jesus Christ to be your personal savior, it means you stopped trusting in people. There are also born again people who are trusting in people. Na kuna frustrations. You hear testimonies. Kuna watu wetu hawezi kunisaidia. What does that mean? You're hoping on your people kukusaidia. Tuna watu wetu hawezi kukushika mkono. You are bitter. Bitterness can be seen, can be heard by expressions when watu wana express. You know, wanaona ni kama those people are supposed to get them to somewhere. Fulani wetu wako na kazi kubwa na hawezi kusaidia mtu yeyote. Sasa unaona, because you are turning your trust to a man, there are frustrations. But what would be if you trust in God, the maker of heaven and earth? He will give you what you want. You get whatever he has. He is your father. He has loved us and he cares for us. What does the Bible say? The maker of heaven and earth and the sea and everything that is in them, the Lord who remains faithful forever. Yeah, our God is a God of love. Ametupenda. And he created everything, even before he created a man. Meaning, he is caring. He is a very caring father. He is a faithful father to all those trust in him, or to all those love him. Na tukipindua mawazo yetu, tuyaondoe kwa wanadamu, na tuyaondoe kwa mwanadamu yeyote, ambaye tumehuku kwake, tumtazame yeye, akona njia. We thank God because he creates way where there is no way. Tukimwamini huyu Mungu, he is able to make a way for us. He foreknew us, the Bible declares. He foreknew us. That is what he told one of his servants, this man called Jeremiah. Before you were born, I knew you. Meaning we are not an accident. We are here because God and Mungu alitujua. Na alijua kitambo maisha yetu vile tutakavyoishi. He had better plans, by the way. We were born to express his love on this world. We would put our trust in him. Tutakuwa na mabadiliko ya maisha yenye itakuwa ni kwamba it's God driven and not people driven. It's people driven, it's God driven and not world driven. It's God driven, the kind of a life. It is him that we put our trust in. It's him we depend on in everything. It is him that we hope upon to help us in our undertakings, na kama maisha yetu hivi ilivyo. Maisha mafupi, wapendwa, ningesi kwamba tumtumaini Mungu. God blesses
those who trust in him. What do you say about verses 5? He says, blessed is he whose help is from God of Jacob. Help is from God of Jacob. Kubarikiwa ni yule ambaye anapata msaada wake kutoka kwa Mungu wa Yakobo. Huyo ndiye Mungu mwenye atakosa. He blesses his people. He's blessed Jacob, and we know, na hope in the Lord of his God. Tumaini letu ni kwa huyu Mungu. Kama tutaweka tumaini letu kwa huyu Mungu, hakuna siku tutaibika, kwa sababu atatusaidia. Katika unyonge atatusaidia. Wakati tunapopata na milima atatusaidia kupanda. Wakati tumepatana na mito atatusaidia kuvuka. He is a God who will never leave his people. He has even said it, I will never leave you nor forsake you. Kwa wote wampendaye hata waacha, hata wapungukia, atakuwa pamoja na wao mpaka mwisho wa dahali, ama mwisho wa kila jambo. Kwa hivyo msaada wetu haupatikani milimani, haupatikani kwa wanadamu, unapatikana kwa Mungu. Na kama kuna mtu alikusaidia kwa sababu Mungu amemsaidia. Alikupatia kwa sababu alipewa kwa Mungu. Meaning what? God is the source of that blessing. And it is good to hope in that who blessed this man to bless you. Kwa hivyo it is good when you hope in God and you trust in God and trust in that man mwenye anakusaidia, ili hata uweze kumuombea apate kuishi maisha mazuri, apate kuwa msaada kwa wengi kama vile anavyofanya. Mungu ambariki na wingi wa neema na mambo mengi, ndiposa maisha yake ikuwe mzuri. Brethren, let us hope in God. Let us trust in God and not mortal men. Ambaye tuko naye leo, kesho atatuacha. Ambaye anataka kutufanyia jambo fulani lakini hana uwezo, kwa sababu ni limited. Na kwa sababu yeye tena hawezi kutuokoa kwa hali ambazo tunapitia, is only our God who can do it. When the Israelites were in the desert, God became everything they needed. Moses alikuwa limited. Watu walipomsumbua, yeye alienda kwa Mungu. Naye Mungu akapata kusurprise yenye alikuwa anataka. Kwa sababu Moses was limited, but God was not. But the good thing is they had a God of Jacob, who is their help. And they trusted in him in the wilderness, and he became their help. Kwa hivyo wapendwa, God is the powerful creator of everything, as we see it in verse 6. What does it say? The maker of heaven and earth, the sea and everything that is in them, the Lord who remains faithful forever. This is good. Everything that we enjoy, everything that we see, and even those things that we do not see, Mungu ndiye aliumba. Kwa hivyo meaning, when you trust in God, you have everything that he has. He can give you anything that is needed, kwa sababu he is the controller of everything. Everything, he created everything, and he did it for himself, ya kwamba mwanadamu apate mahali pa kuishi vizuri. He created the earth, the seas and the heavens that we see, the stars and the moon and the sun, zote ndiye aliumba. Dunia tunayoishi ni yeye aliumba. Means he owns everything. When we put our trust in God, we put a trust in a God who owns everything. Silver and gold belongs to him. That which is our problem is we trust in other medias kutupatia chenye tunataka, other than kumtumainia mwenye ako na kila kitu. I would urge every one of us, tuache kutumainia wanadamu, tumtumainie Mungu. Na kwa sababu yeye ni Mungu, atatusaidia katika kila jambo. Another thing is that God is forever faithful. Men may be unfaithful to themselves, but God will remain faithful. The Bible says even if we deny him, he cannot deny himself. He is a faithful God. Now being faithful ni kusema he remains faithful to his promises. Promises meaning whatever he has promised, he shall fulfill. What does it mean? If we put our trust in him and not on anything else, he's going to bless our lives. Meaning tuko katika hali nzuri ya kubarikiwa. Maisha yetu iko salama kutukubarikiwa na kupanuliwa na Mungu, ili tutimize makusudi yake, because he cannot worship himself. It's we who are to worship him. He will definitely bless us that we can give him the worship. You know, because he desires to be worshipped by us. Tutamworship namna gani if there's nothing of him we have? But what we have, when we realize that we have gotten it from him, and he's the one who has given it to us, we shall bring glory to him. We shall speak about it. In a congregation of many people who know him or who do not know him, we shall talk about his provision. We shall talk about his sustaining grace. We shall speak about
all he has done. Na tunapofanya hivyo, tutasema ubali nimekuja ni Bwana amenileta. Hapa niko sasa ni Mungu. How did you arrive here? God knows. He has brought me here and I'm very grateful to God. What are you doing? You are giving glory to God now for what he has done. But most cases, hata ukiuliza utasema ijapokuwa ni mkono wa fulani singekuwa hapa. That means you are glorifying a man instead of glorifying God. People who say because what they have is through hookups. They'll talk about those people who hooked up to whatever they have, and God receives no honor, receives no glory to whatever is having. God is faithful forever. My brothers and my sisters, let us learn to trust in God. God personally cares and helps men. I'm going to read it as from verse 6 to 7. What does it say? The maker of heaven and earth, the sea and everything that is in them, the Lord who remains faithful forever. He upholds the cause of the oppressed and gives food to the hungry. The Lord sets prisoners free. Our help comes from this God who cares for all people. He's so much concerned about our lives, the way we live, our day in, day out. Our God is seriously concerned. Now, when we are going through these things, hard times in the world, it's like God goes together with us in them. And that is why he says, he sets prisoners free. When we are hungry, he gives us food. When we are oppressed, he holds us and gives us food and everything that we need. Kwa hivyo, what is it that we are lacking? It is in God. What is this that man cannot give? It is in God. What is the better thing for us to do? The better thing for us to do is to trust in him. Is to remove our eyes, our spiritual eyes, from what a man can do and focus on what God can do. And that you can make him our only source of everything. Na tukimfanya hivyo wapendwa, and because he has said he is faithful, as he says in verse 6, you can be sure we are going to get everything that we need. We are going to walk a life of fulfillment. In the little he has given us, we will be able to praise him for what he is. And when the man of God says, I will sing praises, I will live to praise him, it means he had seen what God has done. David had seen so much of God's help. Wingi wa mambo. Watu walimkusudia mabaya, even the enemies. Even your enemies who are against you, don't worry about them. Because they should not make you fret. Why? Because they are limited. They are also powerless. They are also they are perishable. Today they are wanakukimbiza kila mahali. Kesho hawatakuweko kukukimbiza. Utakuwa na uhuru. God knows how to work it out for you. He give you the freedom you want. Atakupatia chenye unataka. Adui zako atawanyamazisha. He has the power to throw down your enemies and to give you the freedom. I thank God because it says in Solomon's time he gave them peace. And Solomon had peace with all the nations. By the way, hata walimletea wealth. Why? Because he trusted in God. And because David had fought most of the battles, it was time now for the prosperity of the nation of Israel. Na wakaungana vizuri, wakashikana vizuri, wakakuwa kitu kizuri. I want to believe the church can get there. If we trust not in men and the works of men, God is going to get us there. Kwamba he will fight our battles, we'll be at peace, na maisha yetu itakuwa mzuri, na itakuwa ni wakati mzuri wa kueneza injili more than we have ever done it. Because why? We have involved God. If we've involved God in this battlefield, and whenever God has been involved in battle, he will do it better. Because he can do it better than we can do it. We would like to trust not in men, mortal men, who can help us do 1, 2, 3 things, but let us hope and trust in God. It's not about anything else, about the power of God working in our lives. Brethren, it shall be well. As we continue to get to the end, we will say God reigns forever. God reigns forever. Meaning, forever he stands strong. He stands strong. Man today, mtu mwanadamu unapomuona anatembea leo, kila siku ikiisha anazidi kukaribia udhaifu wake. Macho inafika mahali haiwezi kuona. Miguu inafika mahali haiwezi kutembea. Inafika mahali kwamba even the strong man, you need a strong man. He has been wrestled down by age. Amekuwa mtu amezeeka, he cannot help. Anantiwa afunge macho, he cannot open. Unapata watu wakizeeka hata macho. Hata kama amepata miaka mingi, anafunga macho, ni kusema anasabia ulimwengu kwa heri. Ni kusema kama ulimtumainia, anapolala, ndoto zako zinalala. Maisha yako inasimama hapo. But what about God? He reigns forever. Forevermore he shall reign. Na kwa hivyo alikujua ukiwa mtoto, atatembea na wewe uzeeni wako.
atakupatia success. He knows your strength and weaknesses. I shall fight your battles vizuri mpaka aone kwamba you have never been put into shame. Umesimama ku exalt his name forever. Because what is it? The purpose is I'll live to praise God forever. And that is what you have passed God. Why? Because he is your trust. He is your helper. He has given you freedom. He has given all that you required. Na kwa hivyo, you owe everything back to him. Meaning, everything that you have is his, and he has given you. Na kwa hivyo, you know, nothing you have that is of your own making, it has come from God. And that kusema mnaungana moyo kwa moyo, and you are craving is towards him, and not towards anything else. And that is why there will be praise always in the heart, in the soul. Just praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. And all that is within me, in the innermost. This is not just a praise of soul or wants. It's a praise from internal, the wholeness of yourself. You're able to give God praise for who he is. Because he's such good. Unaona watu, wakati wamempenda mtu, they can die for that person. Wamempenda mtu, they can die for it. You can see politicians, how they steal the crowns. People die for people they don't know. People they have never lived close. People have never helped them. And they die for them. What about our God? If tukimpenda Mungu hivyo, what will happen? Our lives shall be better. Kwa hivyo nakuaje, my brother, my sister, who can read, my listener, today is a good day to know that God reigns forever. Lord is the one who has got everything that you have. Anapatia vipovu macho. You see it. You see it. You see it. In the Bible days, Yesu alipotembea ulimwenguni, alipata watu ambao kama Bartimayo hakuwa anaona. So nataka kuona. Because of that love and that trust for God, Mungu akampatia macho. God came to give us sight, to open us even the inner sight, so that we can see things properly. We trust in God, we'll get sight. We understand the future, the far end of our lives to the But when you are trusting in the things of the world, it means how limited you are. You can only see what you can see today. You cannot see what you cannot see. But God came to open up our eyes, that we may see the inner spiritual eye. Tuone mambo ambayo ametuwekea. Tuone chenye tunatumainia kiko na yeye na tutakipata kutokana kwake. Na tukiishi hivyo, tukikipata, tunapata kumsifu na kuinua. Kwa nini? Tumeona bali kuliko vile tunavyoona. Maadui zetu wenye tunaona hapa kuna mwisho. Gehazi alipoona wamekuwa invaded by enemy, when his eyes, spiritual eyes were opened, he saw things clearly. Meaning, you sing, but you're not seeing anything. What you are seeing is only a man. It's only watu wamekuzunguka tu. You cannot see the hand of God in your life. Na kwa hivyo, God came to open the eyes of the bride. I would pray God open our eyes, that we may see you, that we may see what you have purposed to do in our lives, ili tukuweza kukutumaini na tuweze kuishi maisha ambao ni ya furaha. He watches over the alien, hata wageni. Yeyote atakayetumaini Bwana, Mungu atamsaidia. Hata wageni wenye wanaonekana kama hawafai, kwa baraka za Bwana, Bwana huwasaidia. Hata Yesu alikuja akasema, si kutumwa kupeana mkate wa watoto kwa mbwa. And that woman, it seems, was an alien. But God, the woman insisted. And God had mercy on that woman. I have never seen such kind of faith. Tumtumainie Bwana wapendwa. It doesn't matter when you are wapi. We may be an outcast ukionekana, lakini in God you are accepted. Kwa hivyo, if you accept Christ, you have it all. Na kwa hivyo, mimi nataka kusema, Mungu wetu atatawala milele. Because he reigns forever. And for generations, tunafaa kumtumaini. Na kwa hivyo, God cannot disappoint or fail because he is God. Just in the nature that he is God. He will never fail you. He will never disappoint you. He is here to lift you up. You are not in this world as an accident. We are here because God purposed. We are not in this world like as an assembly line. We are individuals before God. And every soul counts before the eyes of God. God loves us the way we are. He foresaw us, and he purposed that we live a good life, a meaningful life, a fruitful life, and a life that is worthy. It's worth in this life. Watu waone kwamba Mungu ako upande wetu. Na kwa hivyo, simply because God thinks about us, I would like us to get from where tumeanguka, the disappointments that tumepata na watu wametudisappoint, and we turn around and look unto God, who is the author and the finisher of our faith, who started a good work in us, who shall accomplish it. When we focus on him, we shall never fail in anything. And we shall come from the dust. He's God who anayetoa mtu kutoka sijui kwa kiara ama kwa dust bins.
anakuketisha pamoja na wafalme. This is who he is. He loves us that much. He loves us that much. Na kwa hivyo, he is ready for you. He is ready for me. He is ready for us. He wants to place us in a better position. Ya kwamba, a position that reveals that we are his children. Children of the Almighty God. Children of the glorious God. That is why he wants us to be. And he is able to do it. How I pray that we turn our hands around and cast our eyes on him, because it is God. I want to say, it is foolish to trust in a man when you can choose to trust in God. Yeah, because you are setting yourself for disappointment. You are setting out yourself for failure in life, and never to achieve what God had intended for you to achieve. However, that is why I say it will look foolish to trust in a man, not to trust in God, because you are setting yourself for disappointment. Because utaishi kwa mambo ambao cannot satisfy you. Kwa hivyo, what is it? God is everything, man is not. Good summary of this thing is that God is everything that a man is not. God is forever, man is short-lived. God provides everything, and even a man depends on God, and man can do nothing. He cannot save you. He cannot do anything. Kwa hivyo, I prayed with every one of us to place our trust in God instead of trust in a man. A trust that is placed in a man is a displacement of a thing. It's like you are misplacing your trust and you're putting it where it is not supposed to be. Trust in the Lord and he shall establish you. God bless you. God give you a discerning spirit, a desire for God, who means everything to us. He means everything to you. He means everything to me. And he has everything that you need. He has everything that you need. He is God sovereign. He rules over all things in this life. And he means to bless you. He has done it in Christ Jesus, who is everything to the church of Jesus Christ. Trust in him and you shall never be disappointed. God bless you. God bless you. I'd like to pray with us. Mungu Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya wasikilizaji wangu. Wako hapa wengi wamevunjika moyo kwa sababu ya mambo ambao wanapitia. Waliweka tumaini lao kwa wanadamu, wameanguka. Walianza tabia zisizo tabia kwa sababu ya kuegemea watu fulani wenye waliona kama ni msaada kwao. Na Mungu wetu, today they are crying. Na kuomba ukawakumbuke. Bwana, ukumbuke wewe una uwezo wa kubadilisha mioyo. Bwana, unayetupenda, unayetujalia, unayetufikia mambo mazuri, una mpango mzuri kwa ajili ya maisha yetu. Nakuomba Bwana, ukakumbuke wasikilizaji wangu. Wakaweze kufungua macho yao. Wakaweze kuona destiny yao. Na Bwana, wanapoiona wakakugeukia wewe. Bwana, waweze kuona, wakajiangalie ndani. Uone chenye kilichoko Bwana akikufai, ili wakabadilike Bwana, wakakutafute wewe, uliyekuja kuwapatia tumaini, uliyekuja kuwapatia maisha mazuri, uliyekuja kuwapatia uzima wa milele, uliyekuja kuwapatia utajiri huu ambao uliumba kwa ajili ya wao, wapate kusherehekea wema na ukuu wako. Bwana, ni asante kwa sababu utawakumbuka Bwana. Utawavua mavazi machafu na utawavika mavazi mazuri yenye inapendeza, na Bwana yenye itakawa qualify kuwa mbele zako milele daima, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ni asante kwa sababu ya upendo wako kwa ulimwengu huu, ukamtoa mwanao ili yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana, wataupata kwa sababu ya kukuamini Bwana. Wajalie rehema na neema yako na uwakomboe kutoka kwa udhalimu ulioko katika ulimwengu huu, na ni katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye Sky Cable TV Kenya. Sky Cable TV Kenya is a go-to channel for a message of hope and encouragement. On this channel, you can enjoy watching our engaging, inspiring, your identity matters.
You can never go somewhere, especially if you go to apply for a job and you don't put your identity. Motivating and encouraging videos. Subscribe now to our channel to get the latest and most relevant updates. Get current information on health issues, diets. Another do is eat healthy, exercise, boost up your immune. Christianity, spiritual matters, music. Start this day like cold rain. We also offer the following services: wedding coverage, photography, videography, advertisement, production, branding and design, events coverage, and send-off coverage. And here is our contact info. Thanks for watching. Share this video and subscribe now to our channel.